alafu ndio waiti wa hao siku ya kwanza wanaingia wakubwa, walimu, wafanyakazi wote, alafu ndipo yani Adelina. Tunaingiza na staff yote na gani? Mtakuja basi. Ya kuibasi sasa kuja kuongoza na kamanda yote. Walimu mbele ya kuongoza na kijana akifahamu kabisa kijana hizo kushangilia hizo kushangilia mtoto kushangilia mtoto za kufurahi. Unasemaje? wanajifunza ukakamavu hapa shuleni. Wengine wazazi tunaona ni watoto wenu. Sasa naomba wageni waliko mapite na Bwana, mgeni rasmi anapoingia tusimame. Yaani makofi kwake. Anaongozwa na kamanda mkakamavu kwelikweli. Miguu yake ni kama haijikunji, imenyoka mazima. Mkakamavu zaidi. Na iko serious kwelikweli. Unavyomuona serious hivyo na kwenye masomo, iko hivyo. Hataki wasiana. Mungu rasmi karibu sana. Asante sana wanafunzi, wapiga makofi kwa Mungu, makofi kwa Mungu. Lakini tunaye Mrs. Shekoma unga mkono. Hao ni mawaziri wa afya, tunaweza kukaona. Karibu kuendelea. Yes, ni mawaziri wa afya kama mnavyoona wameshika. Lakini pia nyuma yao tunao madam wawili pia
Mashi utaona na vijana wako wanatapima. Sehemu ile utaona tunapoona. Utaona. Lakini kwa msafara huu tunaomba kitaji kutambua kiume tunaye Albert Eliakim. Kijana maridadi tutaona mambo yake baadaye. Albert tunaomba kupungia mkono tafadhali. Albert punga mkono Albert. Asante sana kijana leo ya Albert. Yes. Lakini pia tunaye Anastela Eliakim pamoja na Kenny James wote kwa pamoja tunaomba kupungia mkono. Wahitimu mmenuna, tunaomba tabasamu lenu. Leo ni siku yako tuliona. Jamani, watoto wamependeza hawajapendeza? Wamependeza. Wamependeza hawajapendeza? Wamependeza. Ya, naona. Tunaona pale tunaye matron wa darasa ambaye anahakikisha kwamba watoto wa kike wamevaa nguo zinazohitajika kuvaliwa. Nguo zimewafikiri watoto wamependeza kama mnavyoona. Si mwingine ni matron Madam Flora. Tunaomba tupigie mkono Madam. Ya, ukiwa unapita hapa mbele unafungia mkono mgeni rasmi unaweza kukaa. Ninaona posta ni mtapima punga mkono kwa usaidizi. Kwa kweli wahitimu wamependeza, wamependeza. Tunashukuru sana uongozi na kamati nzima ya mavazi kwa kazi nzuri mlioifanya. Watoto wamependeza. Ukiona wavulana kwa haraka haraka unaweza kusema kama ni wabuke fulani. Ya, katikati ya wahitimu ipo Karen Moneka, punga mkono Karen Moneka. Asante sana. Ukipita hapa mbele unapunga mkono kwa mgeni rasmi. Sana makuu kwenye sare zao za kisani. Esta punga mkono. Asante sana. Namna hiyo, unaona watu wanaelekeza namna nzuri ya kukaa. Sarafina Mzogo. Punga mkono. Ya, naona. Jamani, nafurahisha sana watoto wetu waliopendeza. Na ndivyo hivyo wanavyoingia. Hivyo ndivyo wamemaliza kuingia na meza kuu mkono. Yes. Ile imekaa vizuri. Anaweza kufungua macho na kuwa kipofu. Mwalimu anaweza kufanya mtihani kwa masomo anayofundisha na kufeli. Mshauri wa ndoa anaweza kupata changamoto ndoa yake kuvunjika. Afisa kilimo anaweza kulima
wewe ni muumbaji, lakini wewe pia ni mkombozi. Ulituumba na pale tulipoanguka bado ulitupenda sana, ukathubutu kutuokoa, ukamwaga damu yako msalabani, ukasema haitoshi, ninawapenda. Ndio maana leo tumekukaribia tuweze kukuabudu. Katika ibada ya leo tunaalika malaika zako waweze kutawala mkutano huu, upendo wako ukatamalaki katika viwanja hivi. Sisi watumishi kwa pamoja tukimuunga mkono mwenye taasisi hii ambaye ni mwenyekiti wa bodi, tumemweka Mungu kuwa wa kwanza pamoja na kuwa shule. Mungu ametamalaki katika viwanja hivi, katika kazi zetu, katika sanaa zetu, katika madarasa yetu. Mungu huyu ambaye yeye alipoumba dunia hii aliangalia katika Mwanzo 1:27 mpaka 31, anasema natazama kila kitu nilichokifanya ni chema sana. Huyu Mungu tunamwenzi katika maafa hii. Hatuko tayari kumsahihisha jinsi alivyotuumba kwa kujiongezea madoido ambayo tamsahihisha Mungu. Maana yeye alivyokuumba wewe uliyekaa hapa, jinsi ulivyo, rangi yako kama ni nyeusi, kama ni nyeupe, hiyo ni chema sana. Ni wewe ni kitu cha thamani. Mungu anakupenda sana. Asante ndugu mgeni rasmi, naomba ridhaa yako niendelee kutambulisha makundi yafuatayo. Watumishi wote wa Alpha naomba usimame kwa pamoja. Katikati ya watumishi hao naomba kumtambua treasurer wa shule na mke wake kama yupo, naomba usimame tafadhali. Treasurer wa shule mama kwa mahali fulani, Bwana asifiwe. Naomba kumtambua makamu mkuu wa kwanza wa shule na wa pili, wote wasimame kwa pamoja. Mama Sara asifiwe. Mama hayupo, karibu. Utambulisha usimame na mke wako kama yupo, twende haraka. Chaplain safari. Chaplain asifiwe. Asante sana. Naomba nitambue mke wangu, naona alikuwa ameshatoka, alikuwa hapa akija kama utambulisho unaendelea tutakigojea, lakini imetoka hiyo. Naomba nitambulishe matron walioandaa watoto wetu. Simama wote wawili. Wanapendeza. Bwana asifiwe. Asante. Graduate sitawasimamisha, nitawasimamisha baadaye. Naomba nitambue watoto wote wa Alpha, watoto wote waliotuweka hapa, watoto wa Yesu, watoto wa Bwana, watoto wa Mungu, watoto wa Mungu wetu wa mbinguni aliyeumba mbingu na nchi. Simameni wote mpunge. We love you so much, our children. We shall miss you, but we love you so much. And can you stand, please? I love you. Stand up, please. Can you stand up? You look beautiful and handsome. Wow. Okay, let me sit down. Thank you.
Jamani, mnasemaje kwa wimbo huo? Ndugu mgeni rasmi, wawakilishi wa taasisi za elimu zinazozunguka Alpha Adventist Primary School, wazazi wa wahitimu, COB pamoja na Kilimahewa Choirs, wafanyakazi wa Alpha Adventist Primary School, wahitimu wa darasa la 7, karibuni sana katika mahafali ya 7 Alpha Adventist Primary School. Bwana Yesu asifiwe. Ninasimama kuweza kutambua uwepo wa baadhi ya watu, kama sio wawili, mmoja. Lakini katikati yetu tunaye mwazini wa jimbo dogo la Magharibi wa Tanzania, Western Tanzania Conference, ambaye ni Certified Public Accountant CPAT, Elda Muze Baraka Maongoza. Tafadhali simama mpate kutusalimu pamoja na kupiga mkono. Jukumu lilopewa ni dogo, na napenda kuweza kutaja wasifu wa mgeni rasmi kama ifuatavyo. Kwa miaka miwili mgeni rasmi alifanyika president wa Union ya Kusini mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato, mdhamini mmoja katika kanisa hili kati ya wadhamini 6 katika ngazi ya taifa. Kwa miaka 4 aliongoza katika kurugenzi tofauti katika ngazi ya taifa la kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa miaka hiyo 4 akiwa ni mkurugenzi wa mawasiliano, mkurugenzi wa uwakili, mkurugenzi wa vijana, muziki na chaplainsia na mengine mengi ambayo sitayataja mahali hapa kati yetu. Kwa miaka 11 amefanya kazi katika ngazi ya nchi 11 zilizojumuika kwa pamoja, zinaitwa Afrika ya Mashariki na Kati. Katika kanisa la Waadventista Sabato tunatumia jina East Central Africa Division. Katika kurugenzi tofauti zikiwemo hizo ambazo nimetaja tayari. Amekwenda shule. Mwaka 2001 alimaliza shahada yake ya kwanza katika chuo kikuu cha Arusha, mahali ambapo alisoma shahada hiyo ya kwanza. Miaka hiyo tulikuwa tunasoma kwa miaka 4. Chuo cha Arusha alimaliza shahada degree yake ya theology. Baada ya hapo akafanya kazi kidogo katika Tanzania na baadaye akakamilisha masters yake ya New Testament. Sasa tunaisoma Biblia kwa Kiswahili, yeye anasoma Agano Jipya kwa Greek, lugha ya asili iliyoandika Biblia, katika chuo cha Newport Bracknell, ambao ni mji mdogo nje ya jiji la London, ambao limekuwepo katika dunia hii miaka zaidi ya 700 nchini Uingereza. Wakati tunapozungumza wasifu huu, yeye anakamilisha shahada yake ya uzamili doctorate katika New Testament muda si mrefu, kwa sababu classwork, mambo ya darasani amekwisha kuyakamilisha. Yeye ni mtu ambaye anapenda nyimbo, anazitunga, anasoma kitu kinaitwa solfa notation, anasoma kitu kinachoitwa staff notation. Kuna lugha ya muziki ambayo haina maneno, yeye anasoma lugha hizi. Grace, binti yake, yuko akikamilisha masomo yake ya medicine, uganga wa mwili wa binadamu. Gladness, binti yake wa pili, anakamilisha shahada yake ya kwanza katika information technology, wote wakifanya nje ya Afrika. Winnie, mke wake, mpendwa wake, ana masters katika accounting na finance. Nimetaja wasifu huu katika muktadha wa kielimu, nikipata kuweza kuleta inspiration kwa ninyi mnaomaliza darasa la 7 mkapata kujua ya kwamba mgeni wetu rasmi ambaye aliamua kuja mahali hapa anawapenda na amesoma
anatamani ninyi pia mkapate kuweza kufika katika viwango vya elimu aliyonayo yeye. Mbarikiwe kila mmoja wetu, tunapoteza programu hii. Karibuni. Jamani, mnasemaje kwa utambulisho huu? Jamani, mnasemaje kwa wimbo huo? Mbona wazazi mmebutwa, hataki kusikiza wito wa neno? Ndio wamesema mwalete wadogo zao au darasa 7 wanaomaliza, lakini wanasema hapa ni kisima, hawatoi bora wanafunzi, wanatoka wanafunzi bora katika shule ya Alpha. Ninaomba wale walimu ambao wameandaa program sasa muweze kusogea na kuleta program zenu, lakini nikili mbele ya hadhira hii na mbele ya mgeni rasmi kwamba tangu nizaliwe ndio mara yangu ya kwanza kuzungumza ndani ya ardhi ya jengo hili la Alpha. Mnasemaje jamani? Yaani tangu nizaliwe uwepo wangu mimi ndio mara ya kwanza kumwona mgeni rasmi akiwa huko ndani, nikamwona katibu anatambulisha mkuu wa shule, na ndio mara ya kwanza kuona wote hapa katika eneo hili. Maana kuna wengine walikuja na sura ya kwenda kwenye miti, sasa hivi tuko ndani ya nini? Mambo mazuri yanakuja kama hivyo. Jamani, mnasemaje kwa hilo? Tungeni mikono basi wazazi. Inapendeza sana. Sasa wanakuja vijana wetu hawa ambao ni wahitimu lakini wanao neno la kuzungumza nasi. Kwanza amependeza. Nashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Ngoja nikabidhi kipaza sauti kingine. Maana najua hapa lugha ziko mbili. Hawa watoto wana makusudi, ile kwaya imesikia, wana mpango kwa kama sio mbili. Tunachoshindana nao ni lugha. Sisi kwenye lugha tuko vizuri kwa kawaida. Mtathibitisha. The Lord is good. And all the time.
minerals. First, what are minerals? Minerals are valuable things that are extracted underground. And in Tanzania, there are some of the minerals. Examples, Tanzanite is found at Merelani Manyara, diamond is found at Wadui Shinyanga, gold diamond Shinyanga and Geita, limestone and gold in Tanga, salt, Vincent Kigoma, phosphate Mijibu in Manyara, gold Chuchuma in Njombe, and uranium Namtumbo in Ruvuma. And here I'm going to present some of the uses of minerals. Miner number 1, uranium. It is used in making nuclear bombs. Miner number 2, gold. It is used in making coins and jewels. Miner number 3, diamond. It is used in cutting glasses. Miner number 4, coal. It is used as a source of energy. And miner number 5, limestone. It is used in cement production. For this, I'm going to welcome the second speaker. I'm going to present in front of you years which were conducted here at Tanzania. In 1884 to 1885, the Berlin Conference was conducted in order to divide African countries among Europeans. In 1886, German rule started in Tanganyika. In 1890, Helgoland Treaty was conducted, whereby Karl Peter standing with Chief Mamungo of Usovero. In 1914 up 1918, the First World War was conducted. In 1919, British rule started in Tanganyika. In 1922, Egypt got its independence. In 1922, the same year, Nyerere was born. In 1985, Nyerere resigned. In 1961, Tanganyika got independence. In 1962, Tanganyika was republic, whereby Nyerere became the first president of Tanganyika. In 1964, Zanzibar got its independence, whereby a newborn baby was born, who was called Tanzania. In 2000, EAC was formed, while the former EAC was formed in 1967 and it collapsed in 1977. In 1978 and 1979, Kagera War was conducted, whereby Nyerere fought against Idi Amin Dada of Uganda. In 2022, AU was formed, whereby the former OAU was formed in 1963. In 2015, Magufuli became a president of Tanzania. In 2019, the nylon bags were refused to be used by citizens of Tanzania. In 2022, the census was conducted. In 2021, our late Magufuli died. In 2024, there are two occasions which happened. First, Alhassan Mwinyi died, and the second, it is up to now the graduation of the 7th graduation in Alpha Adventist Primary School. Today I'm going to present to you a competence called business arithmetic. Business arithmetic is a competence which is used which is very important in our daily life. Financial institutions and individuals require this knowledge in their daily life. Today we are going to present to you about cash book, which is a problem to many business surveyors. What is the meaning of cash book or ledger? Cash book or ledger, this is a book which is used to record money transactions. Cash book or ledger, it is used to keep records of money and it is used in managing money. A cash book has its parts, which are a cash
cash book has two parts, which are debit side and credit side. Also, these parts have their own parts too. Debit side has four parts, and credit side have also 4 parts. Parts found in debit side are date, particulars, folio, amounts, which are in 2 parts, which are shillings and cents. Also, credit side has 4 parts also, which are date, particulars, folio, and amounts. What are the laws of these parts? Date is used to show when was the cash book written. Particulars is used to record types of transaction. Folio, it is used to record the numbers of books written. Amount, it is used to record the shillings and cents which are written. And the parts of the debit side and credit side have the same function. Also, apart from these parts, there are another 2 parts which are very important, which are balance carried down and balance brought down. What is the meaning of balance carried down? Balance carried down is the amount of money which has exceeded in debit side, and balance brought down is the amount of money which is used in another month or next period. In our daily life, business arithmetic and cash books helps to record the amount of money and helps to know the amount received and plan proper expenditure. In spiritual matters, business arithmetic and cash book, it helps us in preparing tithe and offering, and it also used in managing money for building church infrastructure. So we should learn business arithmetic in order to manage money for our daily life and spiritual matters. This marks the end of my presentation. I, your student, Esther Pool. Kwa wengine utaliona tena utafsiria. Na mkigundua Today I'm going to present about the competence called ratio. What is ratio? Ratio is the relationship of numbers or various quantities by division. In this chapter, we learn that we can simplify, identify ratio of 2 or more quantities and solve word problems. The advantages of ratio in our daily life. Number 1, it helps us to compare various quantities. For example, at our home places, we can compare food. Number 2, it enables us to calculate and solve the dividends of ratio and a given proportion. The advantages of ratio in our spiritual life is it helps us to compare money for buying or building church infrastructures, or it helps us to compare money for the tithe and offerings. And this is the end of my presentation. I, Dr. Lilian Jones. Jamani, mnasemaje kwa watoto hawa? Naona mama ameshika kuvumilia, amenyanyuka, anawatuza watoto. Jamani, makofi kwao. Wazazi na wageni waliko, kama mtagundua watoto hawa hawako wanakalii, wanazungumza wanachokani, wanachokielewa. To the kidneys, which is called the renal artery. The blood vessel which carries to the let me mention all arteries. There is a hepatic artery, there is renal artery, iliac artery, concentric artery, and carotid. Carotid, it is responsible for the head and arms, subclavian. Also, hepatic is responsible for the liver, concentric is responsible for the small intestine, renal artery is responsible for the kidneys, and the iliac are responsible for the lower body parts. We are going to also talk about the heart. The heart is a vascular body organ that pumps blood to the parts of the body. And the heart is divided into 4 chambers, the upper chambers and the lower chambers. The upper chambers are called the auricles or atriums, and the lower chambers are called the ventricles.
Tupendeze sana. The blood from all the parts of the body enter the heart through the vena cava, which is the main vein, and they enter to the right atrium. After reaching the right atrium, the blood is sent to the right ventricle, and the right ventricle helps the blood to go to the lungs so that it can be oxygenated. After oxygenation, the blood is returned from the lungs by the pulmonary vein, and it enters through the left atrium, and then the left ventricle pumps it to all parts of the body through the aorta. So this process, it is repeatedly. And that's why we say that in the heart there is double circulation. But this time, I will welcome the third speaker who is going to talk about the disorders and how to take care of this system. The Lord is good and all the time. Today I'm going to talk about the disorders which affect the blood circulatory system. The following are examples: leukemia, which affects the white blood cells; lung cancer, which affects the lungs; and heart attack, which affects the heart. The ways which you can get these diseases are using too much cosmetics, using too much fashion oil, drinking too much alcohol, and not eating vegetables and fruits. The ways of avoiding them is by eating a balanced diet which comprises of much vitamins and proteins, and avoiding use alcohol so that we can keep our health safe. This marks the end of our presentation. Nasemaje kwa madaktari hao? Ziaulile nadhani umeona. Hii inaonyesha jinsi gani watoto wamepikwa wameiva. Huyu ni Sarah Mzobozi kwa Grace Upona. Kaini. The Lord is good. All the time. And all the time. The Lord is good and that is His nature power. In front of you, I'm going to present the topic of science, which is healthcare and environment. We are going to see the meaning of health. Health is a personal condition of the body or mind of anyone. Now we are going to see the principles of good health. There are many principles, but I'm going to mention the following. Eating balanced diet, which has all nutrients. In this balanced diet, we should eat clean foods. Parents, we should eat clean foods. There are foods which are not clean. Even today, my friends, when you have brought foods which are not clean, tell your parents that you're not going to use them. Number two, having enough time to rest. Number three, having enough time to sleep at least 8 hours at night. Number four, having physical exercise. Number five, cleaning the environment by not forgetting your body. I am going to talk also about first aid. First aid is a quick help given to an injured person before taking him or her to the hospital. A victim is a patient is anyone who is sick, but a victim is a person who has get accident or injured. I'm going to talk about giving first aid to a person who has get fracture. What is fracture? Fracture is a broken or cracked bone, and there are 3 types of fracture. Number one, wounded fracture. As you can see here, wounded fracture. When a person gets wounded fracture, it is small. The bone breaks into pieces and it protrudes out of the skin, as you can see this illustration here. Number two, we have grafting or bending fracture. The bone breaks without breaking into pieces, and it is commonly to children. Even I have already experienced that. Another one is inner ossimal fracture. In this fracture, the bone breaks without protruding out of the skin. How to deal with the person who has that fracture? The main activity to do in providing first aid with the person who has
forget all procedures, but you remember that. And the precaution to take when dealing with a person who has fractured is that don't tamper with the bone which has let out of the skin, because when you tamper, example with this bone here, you can cause more damage, so you leave it like that. And again, I'm going to talk about how to provide first aid to a person who has got snake bites. Some snakes are poisonous while others are harmless. Snakes with poison are called venomous snakes. And the poison of the snake travels fast in the body. The main activity to do with a person who has snake bite is tying the upper part of bitten area. The precaution to take when providing first aid is that do not give a patient any drug or medical or traditional medicine, like how some people are doing, and do not induce vomiting. That marks the end of my presentation. Jamani, makofi kwa sala na wenzake. Mzongozi kwa Kiingereza hiki ukasome upya. Ubiti yako ufiki. Jamani, hawa ni baadhi wangeweza kufanya wote. Yupo. Tunakaribisha kundi la mwisho, na baada ya hapo nini kinapata? Baada ya hapo ninaomba Alpha Secondary School jiandae. Nasikia hapo wana. In front of you, we are pastors, sons and daughters of Jesus. We are here to talk about food we eat every day. Pay attention. My friend Hannah, can you tell us the meaning of food? Yes, I can. Food is anything people eat or drink. Example, water, protein, vitamin, fat and carbohydrates. Commodities about food. Prepare your eyes and ears. Thank you. Name is carbohydrate, the group of food. Carbohydrates are food give us energy to work, energy to read, run, and praise God. So eat carbohydrate food. You won't be weak anymore. As you can see me, I am fat and strong enough. Hallelujah. But very important. Just because you don't know, I am the food protector our body against diseases. My friends are all vegetables. My name is Vitamin, the diseases protector. Thank you. I'm the group of food that forever. I drink your blood and repair your body tissue. My friends are eggs, beans, meat and fish. Eat me, you go very well. My name is Protein, like food all over the world. Call me the life. I am everything. Call me the life. I found every corner of the world. I was created on the second day of creation. I was formed on the two flames, which are hydrogen and oxygen gas. People use me for drinking, washing, bathing, and baptizing. You want to know me? My name is Water. AKA H2O. Thank you. Thank you, Mr. Water. Good news is parents are guests of Hannah. Alpha is our home. We eat all groups of food we are mentioned here. That's why we are SDPs. Bring our son and daughters at Alpha. You won't forget. Salute to the headmaster and our school treasurer. God bless you. Thank you. Hao ni darasa la pili. Kiingereza ndicho kimenyoka kabisa. Sasa jiulize wakija kufika darasa la 7. Jamani, wahitimu wetu naomba wimbo ule maalum. Ndugu darasa tumeweza kusikia matunda na mazao kutoka shule ya Alpha ambao wamekuwa wakifundishwa. Read the time. Student, God is good.
are so happy to stand in front of you. But before I continue, may I request that I use Kiswahili. Can I use Kiswahili? Okay, thank you for allowing me. My name is Baraka Christian and I'm here in front of you to represent some of the programs from Alpha Adventist Secondary School. Mbele yenu ni wanafunzi kutoka Alpha Adventist Secondary School. Tunaenda kuonesha mambo ambayo tunayofanya shuleni. Na shuleni tunapenda vitu mbalimbali. Kati ya hivyo vitu kuna ujasiriamali shuleni. Tunafundishwa jinsi ya kutengeneza mafuta, kutengeneza sabuni na vitu mbalimbali. Pia tunahudhuria VETA. Shule yetu ipo pembeni na VETA. Kwa hiyo wanafunzi mbalimbali wanaenda VETA wanajifunza jinsi ya kutengeneza vitu mbalimbali.